Unajua kuna time unakuta tu mtu unamjua huyo hapa ameshafika, lakini ametokea wapi, amestruggle vipi mpaka kufika alipofika watu hawajui. Tunafahamu wewe ni mwenyeji wa Bukoba. Yeah. Umekuwa Bukoba, umekuwa Dar, safari yako ilikuwaje kwa haraka haraka mpaka kujikuta kwenye mashindano ya comedy mpaka hapo ulipofika leo? Mimi kwanza watu wengi wanajua mimi labda ninatokea. Mimi ni Muhaya. Okay. Lakini sijazaliwa. Mimi nimezaliwa Mwanza. Okay. Nimekulia Mwanza, nimesomea Mwanza. Okay. Yeah. Bukoba hapo tu bibi tunaenda galikizo. Lakini nimekulia Mwanza. Kinapanda lakini kihaya. Kinapanda Unaongea kabisa. Naongea. Mshai jamhuri. Tulio. Asa mimi sio mshai jamii, ni mwanamke. Asa wewe ndo umejichanganya. Ungemwachia tu. Idea anayo. Idea anayo. Okay. Kwa umesoma Mwanza? Nimesoma Mwanza, nikamaliza shule ya msingi Mwanza, nikaenda form 2 shule ya sekondari Kirumba, nikasoma pale form 2 nikahamisha nikaja Dar es Salaam shule moja inaitwa Al Haramain niko Kariakoo. Okay. Kwa nikasoma pale mpaka form 4, nikamaliza nikaenda chuo Arusha East Africa, nikasoma journalism and mass media communication. Ithibati iko. Watu watafuta ithibati Asma. Nikasoma pale mpaka diploma 1, diploma 2. Nataka kwenda diploma 2 ndio nakumbuka ndo Malemasa, Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi, akawa amefariki Chakatu. So akawa wanatafuta wasichana kwenye audition. Kipindi hicho niko field radio moja inaitwa AFM Dodoma. So nilikuwa niko pale na kama mwaka mmoja nafanya pale kazi, lakini kama field tu nipo. Field kaisha nikaendelea tu kuwepo, nadhani mnaelewa. Kwa hiyo tulipokuwa wanatafuta, kwa hiyo walikuwa wanatangaza. Sorry, pia nilikuwa nilisoma na Jomaster. Tumekulia mtaa mmoja, tumesoma shule moja. Kwa hiyo akaikuondokaga Mwanza kuja Dar, akalitoga shule ya Tambaza. Ni muda sana. So kipindi amekuja huku, mimi niko Arusha, nimemaliza kusoma, nikamuona kwenye kipindi cha Skonga. Nikasema namjua huyu. Wacha wewe. Sasa wakaniambia wewe unamjulia wapi bana? Nikamwambia huyu namjua, nimesoma naye. Umesoma naye kati umesoma huku? Nikasema nimekuwa naye. So yeye alikuwa anza kufanya comedy, anafanya za shule nini. So nimeenda Dodoma kufanya kazi, nakumbuka akaposti status wanatafuta ma comedian wa kike sijui nini. Sasa kipindi hicho niko field. Nikijangamwa kavi naweza nikafanya. So wakasema ukitaka kama kufanya mwanamke unajirekodi clip. Na mimi sote niko kanjua gani clip kuchekesha ni kuchamba. Yani unafanya kodela unashika hivi. Sasa niko nampenda sana Boss Masa. So akanambia amna, kila mtu anatakiwa je na style yake. Wewe asema style yako, mimi niko kwenye style hii. Na wewe kaa kivyako. So nakumbuka nikatoroka field, samani chief editor wangu. Nikatoroka nikaja Dar. Nadhani hapo ndo safari ikaanza kwenye mashindano. Ilikuwa tuko wasichana wengi kama 37 na kwa tukafanya pale nanili audition zikamalizika, tukaondoka kama wasichana kadhaa hivi. Nadhani hapo ndo tukaanza kuwa kwenye familia ya Chakatu. Wewe ni dropper tu kumaliza chuo? Sikumaliza, chuo nilimaliza, nasemea field. Alikuwa field. Yeah. Okay. Safari ni ndefu. Umesafiri sana katika ukuaji wako. Umeishi mikoa tofauti tofauti. Ulikuwa unaishi na nani, na ndugu au ni mtu ambaye ulikuwa una role independent? Mimi nilivyokuwa nakaa nyumbani, nikaja Dar es Salaam kusoma. Nilimaliza kusoma nikarudi nyumbani Mwanza. Nikawa nataka sana niende chuo. Nilikuwa na marafiki zangu tulikakubaliana tunatakiwa tuondoke wote twende chuo. Kwa hiyo mimi nikaa nafanya kazi Tarura parking, imradi kidogo nipate ada. Lakini kwa nafanya baba ajua la mama ajua, kwa sababu pale Pamba Mwanza, Pamba pale. Sasa kuna baba namuona anapita, mimi nakimbia najificha, nimevaa reflector zile asinione, kwa sababu alikuwa ajua nafanya kazi gani, na najua tu angekataa. Kwa nimekaa pale, nikamwambia marafiki zangu mimi kuna kiasi cha ada nimekamilisha. Wakaniambia tupe kama mwezi mmoja hivi na sisi tunakamilisha tunaondoka wote. Wakaja kunipigia simu wananialika kwenye harusi yao. Nilichoka. Jamani. Tumekubaliana tunakusanya ada. Tuondoke chuo. Ndio hivyo. Wewe njoo kwenye harusi. Nikasema basi. So nikaenda Arusha. Kipicho nakumbuka babangu alikuwa anaumwa sana. Kwa sikuwa natamani hata kumwambia chochote, sijui nipe hichi ni nini. Kwa nikasema ngoja niondoke niende Arusha. Sijawahi kufika Arusha kipindi hicho. Nimefika hivi napelekwa hostel, kuna baridi. Nikaenda kwa Matu nikamwambia samani za nikarudi kwetu.
Akamwambia ushafika hapo ndo utaposoma sijui nini. Unaamka asubuhi chuo. Sawa nikakaa. Nadhani safari yangu nikaanza kuwa na safari na tafuta vikazi vya kufanya. Nikapata kampuni ya New Life nikanafanya pale kazi kwao. Kwa umefanya kazi sana yani. Nilienda hadi NIDA kuomba kazi kipindi watu wengi kama niwasaidie, kuna mlongo wa watu kwa nikaekea hapa niwasaidie hata kuwa na sovu watu. Sasa lecture akaja na yeye kujiandikisha. Mkakutana. Ulikuwa unatafuta kazi wakati unasoma, wakati umemaliza. Na ulikuwa njia gani ulikuwa unatumia, kwa sababu unaonesha umepata kazi TARURA. Yani ulikuwa unapata vijana na struggle na njia za kupata kazi kirahisi. Nini kilikuwa kinakurahisishia wewe? Nadhani tu nikijua na shida natakiwa nipate kitu fulani. Si kwamba Mina ana ofisi. Ngoja nikamwombe kazi tu. Mina naomba kazi ofisini. Mimi naangalia pale ofisini kwa Mina anakosa nini. Ili nikiongea naye niende direct kwenye hicho kitu. Nikafika pale nikamwambia Mina naomba kazi, akaniambia kazi yani ya kufagia, kaambia wafagiaji wapo. Kuna angalia Mina ana nini pale ofisini kwake, ana kitu fulani, ngoja mimi niende kwenye hicho kitu. Kwa hiyo nadhani iko hivyo kwenye kutafuta at least nipate hicho nipate kile. Sikuwa nataka kumpigia baba simu kwa sababu alikuwa anaumwa. Sometimes wananionea huruma, kwa hiyo naona nikimpigia simu tena namchanganya. Kwa hiyo naangalia natoka chuo naenda kufanya vini na tembeza hizo sabuni. At least napata chochote kitu na save. Kwani mko wangapi? Kwetu tuko 4. Wewe ni wa pili. Wa pili. Okay. Na kuna mtu mwingine mwenye talent au za labda uchekeshaji au labda mama. Mamako? Ni mwe yule. Si mchezo. Kwa hiyo inawezekana imetokea kwenye familia. Sema bi mkubwa hakuwahi kupractice. Mamako anachekeshaga sana. Mimi yeye anatuchekesha sana. Ni kai hivyo kama jana tumelonji ile. Yuko ndugu yangu. Nimeona yani ana visound fulani hivi vya kuchekesha lakini tu ana punchline.